Ripoti kuhusu mkurupuko wa ugonjwa huu ambao kufikia sasa umewaua watu 4 katika shule ya sekondari ya wasichana ya Mukumu, kaunti ya Kakamega, inaashiria kisa cha homa ya matumbo kutokana na maji yaliyo na Salmonella typhi. Matokeo ya vipimo vilivyoshirikiwa na Wizara ya Afya Ijumaa pia yanaonyesha kuwa maambukizi ambayo yamesababisha wanafunzi 3 na mwalimu mmoja kufariki mwezi huu ni mchanganyiko wa bakteria wa Salmonella na Enterotoxiniki E. coli. Enterotoxiniki E. coli kwa kawaida hupitishwa na chakula au maji yaliyochafuliwa na kinyesi cha binadamu au wanyama na kusababisha ugonjwa wa kuhara unaosababishwa na bakteria. Bakteria hizi husababisha homa ya matumbo ambayo inaweza kusababisha kifo ikiwa haitatibiwa ipasavyo. Pia huenezwa kupitia chakula kilichochafuliwa, maji au mguzo wa karibu. Wakati mlipuko huu ulipotokea kwa mara ya kwanza katika shule ya wasichana ya Mukumu, angalau wanafunzi 246 walilazwa hospitalini wakiwa na kutabika, kuhara na kizunguzungu, ambazo kwa kawaida ni dalili za maambukizi ya Salmonella. Katika hatua hiyo, maafisa wa wizara na kaunti walikagua shule hiyo na kufungua uchunguzi ambao ulishuhudia sampuli zikikusanywa na kupelekwa katika taasisi ya utafiti ya tiba ya Kenya ambayo inafahamika kama KEMRI kwa uchunguzi. Mnamo Ijumaa, ripoti kutoka kwa KEMRI ilionyesha kuwa wanafunzi walioathiriwa waliugua homa ya matumbo. KEMRI ilisema kuwa vipimo vya maabara viligundua uchafuzi wa maji. Hapo awali, uchunguzi wa maiti uligundua kuwa mwanafunzi wa 3 waliyefariki katika hospitali kuu ya Kakamega aliugua kushindwa kwa viungo vingi kutokana na maambukizi ya bakteria. Katika uchunguzi wake, wizara ilichambua zaidi nafaka na kunde kwa sumu ya aflatoxin na kupima homa ya virusi vya hemorrhagic, ikiwa ni pamoja na magonjwa ya virusi vya Ebola na Marburg, leptospirosis na Crimean Congo, hemorrhagic fever, homa ya dengue, homa ya Rift Valley na virusi vya West Nile. Vipimo hivi vyote vilikuwa hasi. Katika taarifa kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa afya ambaye anajulikana kama Daktari Patrick Amos, alisema kuwa wizara inaendelea na uchambuzi zaidi ili kubaini sababu nyingine zozote za ugonjwa huo. Brian Kibwage, Kisii Hot TV.